Haleluya, nawakaribisha nyote katika jina la Yesu. Tushiriki neno la Mungu pamoja. Karibuni sana. Tunaangalia neno la Mungu kutoka kitabu cha Luke 1 kuanzia 59 mpaka 66. Na sermon title nimeita ujumbe huu, When God has the final say. Praise the name of Jesus Christ. Wacha tusome katika kitabu cha Luke 1 kuanzia 59 mpaka 66. Inasema 59 inasema on the 8th day. No, hata naweza taka turudi nyuma kidogo tusome kutoka 57. Kutoka 57 inasema, now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. 58. And her neighbors and relatives heard that the Lord has shown great mercy to her, and they rejoiced with her. 59. And on the 8th day they came to circumcise the child, and they would have called him Zechariah after his father. Praise the name of Jesus Christ. 60 inasema, but his mother answered, no, he shall be called John. Praise the name of Jesus Christ. Nilipokuwa nikiangalia hili neno la Mungu, nilikuwa naona ya kwamba hapa ilikuwa ni kama ni vita dhidi ya desturi na kutii. Sababu hapa Elizabeth alikuwa ameishi bila mtoto kwa muda mrefu. Malaika wa Bwana akaja akamwambia atapata mtoto. Huyu mtoto wake alikuwa mtoto wa muujiza. Na wakati aliambiwa atapata mtoto, akapewa jina la mtoto na malaika. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini hapa tunaona wakati alitunga mimba, ikafika wakati wake wa kumzaa mwana, akamzaa mwana. Tunaona ya kwamba majirani na watu wa familia walisikia ya kwamba Mungu amerehemu Elizabeth, na wakakuja kufurahia na yeye. Hapa 59 tunaona ya kwamba siku ya 8 wakaenda kucircumcise the boy, kama vile ilivyokuwa desturi. Hiyo ilikuwa desturi yao, juu ilikuwa command originally given to Abraham by the Lord. Praise the name of Jesus Christ. Ya kwamba mtoto kijana circumcisiwe after 8 days. Sasa akaenda akacircumcisiwa. Nao sasa hapo ndio tunaona ya kwamba hawa majirani na watu wa familia wakamuita, wakasema huyu mtoto sasa ataitwa jina Zechariah after baba yake. Hivyo ndio walikuwa na name. Sasa lakini tunaona hapa hawakuuliza Zechariah na Elizabeth, waliuliza majirani na waliuliza watu wa familia. Hawakuuliza mama ya mtoto na baba ya mtoto. Lakini wakati hapa tunaona wakati Elizabeth alisikia wakisema ya kwamba mtoto ataitwa Zechariah, Elizabeth hapa 60 tunaona akisema, but his mother answered, no, he shall be called John. Akakataa, akasema hapana, hataitwa Zechariah, ataitwa Johana, hataitwa John, katika jina la Yesu. Tunaona hapa mama amesimama, amekataa, akasema hapana, hataitwa Zechariah, yeye ataitwa John. Sababu gani? Sababu huyu mama alikuwa amesikia sauti kutoka kwa Mungu. Sasa siku ya leo tunaangalia, tunasema ya kwamba Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Walikuwa wanataka kumuita jina la baba yake Zechariah. Juu kawaida ukoo wao ulikuwa una name after baba. Kwa hivyo sasa walikuwa na uhakika ya kwamba mtoto ataitwa Zechariah. Lakini Mungu alikuwa anasema, ananena tofauti. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna wakati watu wanaweza taka kukuamulia kulingana na familia yako. Wanataka kukuamulia kulingana na historia yako, kwenye umetoka, kulingana na desturi ya kwenu, kulingana na mazoea ya zamani. Watu wanaweza taka kukuamulia kusema huyu familia yao haifanyagi hivi, huyu familia yao hakujawahi kuwa mhubiri, huyu familia yao inakuaga hivi. Watu wanaweza taka kukuamulia kulingana na ukoo, kulingana na familia yenye umetoka. Lakini tunaona ya kwamba Mungu anakuaga na jambo jipya kwa maisha ya kila mmoja. Jina la Bwana lipewe sifa.
Mpendwa, usikubali kufugiwa. Juu wewe haujafugiwa na ulipotoka, haujafugiwa na jamii yenu kwenye umesaliwa, haujafugiliwa na ukoo wa kwenu, haujafugiliwa na mapungufu ya familia yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Haujafugiliwa na maisha yako ya zamani. Vile watu walikuwa wanakujua zamani vile, hivyo sivyo Mungu anakujua. Mungu anakujua kwa jina lingine jipya. Mungu anataka kukubadilishia jina. Tunaona sasa mama yake akasema hapana, hataitwa Zekaria, ataitwa Johana. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu ana mpango mpya mpendwa juu ya maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Tukiendelea hapa tunaona ya kwamba Elizabeth alikataa, akasema hapana, hataitwa hivyo, kwa sababu alisimama na kile ambacho Mungu alikuwa amesema. Kile Mungu alikuwa amenena, alisimama na hicho, akasema hapana, nyinyi ukoo mnataka kuita mtoto hivi, lakini Mungu alikuwa amesema hivi. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu tunaona ya kwamba 69 wanasema 61, acha tusome tuone 61. Wanaendelea kusema, and they said to her, none of your relative is called by this name. Unaona mpendwa, mahali huko tunaona ya kwamba wanamwambia hakuna mtu katika jamaa yako aitwaye kwa jina hilo. Sikia wapendwa, wanataka kulingana na ukoo wao mtoto aitwe vile. Lakini tunaona hapa mama yake alikuwa ameambiwa ya kwamba mtoto ataitwa John. Jina la Bwana lipewe sifa. Unapochagua kumtii Mungu, watu wanajaribu kukupiga. Wanakuambia hapana, kwenu hakuna mtu anaitwa hivyo. Kwani hakuna mtu ako na status hiyo. Kwani hakuna mtu amewahi fika kiwango hiyo. Watu watajaribu kukuwekea vikwazo. Waanze kukwambia kwenu hamfikagi hapa. Kwenu hamfanyagi hivi. Kwenu wapendwa, Mungu akiwa na neno lako la mwisho, washa Mungu, mapenzi ya Bwana itendeke kwa maisha yako. Sio vile watu wanakuita, sio vile jamii inakuita, sio vile ukoo unakuita. Tunaona ya kwamba unapochagua kumtii Mungu, watu wakati mwingine tunaona watajaribu kukupiga. Watu tunaona ya kwamba watauliza maswali, waulize huku kwao hakuna mtu ako kama hivi, huku kwao hakuna mtu amewahi fika hapa. Tunaona ya kwamba watu hawatakuelewa. Watu watashangaa juu wewe unasikiliza vile Biblia inasema, hausikii vile watu wanasema, haujasikiliza vile ukoo inasema, unasikia vile Biblia inasema. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu hapa tunaona wakimwambia, none of your relative is called by this name. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu utasikia wakikwambia, hiyo haijawahi kufanywa kwenu. Unataka hiyo haijawahi kufanywa kwenu. Utasikia watu wakikwambia, hivyo sivyo mambo hufanywa. Ati ukisema wanakwambia mambo haifanyagwi hivyo. Lakini nakwambia ni vizuri kusimama na kile Mungu amesema. Kile Mungu amekwambia simama nacho. Hata kama uko wa kwenu hautabui hiyo, hata kama jamii ya kwenu, hata kama majirani hawatakuelewa, wewe unasimama na kile ambacho Mungu alikwambia, wewe ndio uko hicho, katika jina la Yesu Kristo. Kukubaliana na neno la Mungu inaashiria muujiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona 63 tusome mstari wa 63. 62 inasema, and they made sign to his father inquiring what he want him to be called. 63 inasema, and he asked for a lighting tablet and wrote, his name is John. And they all wondered. Praise the name of Jesus Christ. Zekaria alikuwa kimya kwa muda mrefu kwa sababu ya kutoamini. Zekaria alikuwa amekuja akaambiwa na malaika ya kwamba pata mtoto katika uzee wake. Hakuamini. Wakati alionekana asikii kile Mungu anasema, akakosa kuongea, hakuwahi ongea tena. Lakini wakati alikubaliana, tunaona kwa kutoamini yake ndio maana alifungwa mdomo. Ndio asisuilie makusudi ya Mungu vile Mungu alikuwa anataka kufanya na hiyo familia yake na huyo mtoto ambaye Mungu alikuwa amewapea yeye na Elizabeth. Lakini tunaona ya kwamba hapa 63 wakati alikubaliana na neno la Mungu, hapa 63 anasema wakati he asked for a lighting tablet and wrote, his name is John. Hallelujah. Tunaona hapa Zekaria akikubaliana na Mungu, akaandika kile Mungu alikuwa amesema, akaungana na mapenzi ya Mungu, na mara moja
akafunguliwa mdomo, akaanza kuongea. 64 ndio tunaona inasema, and immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke blessing God. Praise the name of Jesus Christ. Tunaona kimya chake kikafunguliwa mara moja. Kuna baraka wapendwa katika kutii. Ukikubaliana na Mungu, kuna baraka zinafuata. Ukikubali kusema kile Mungu anasema, ukikubali kutembea na kutii Mungu, ukose kusikia vile watu wanakuita, ukose kusikia vile hali inakuita, ukose kusema ate huu ugonjwa ni wangu, ukose kusema ate huu ugonjwa umeitanishwa na kwetu, ukose kusikia vile ukoo wenu unasema, ukose kusikia vile majirani ukose kusikia vile marafiki wanasema, usikizise vile mbingu inasema. Wapendwa, kuna baraka katika kutii. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba kimya chake cha muda mrefu kikaweza kuisha katika jina la Yesu Kristo sababu ya kumtii Mungu. Zekaria tunaona hapa after alifunguliwa mdomo hakulalamika, hakujitetea. Tunaona alimsifu Mungu. Hapa tunaambiwa ya kwamba he spoke blessing God. Tunaona alianza kumbariki Mungu, alianza kushukuru Mungu. Wacha nikwambie mpendwa, Mungu atakutendea jambo jipya ukikubaliana na vile ambavyo Mungu anasema. Ukose kusikiza vile watu wanasema, vile hali yako inasema dakika hii, hata inasema we ni mgonjwa, inasema we kwenu kuko hivi. Ukose kusikia hivyo, usikilize vile mbingu inasema na ukubali kusimama na neno la Mungu vile linasema kulingana na kwa maisha yako. Maisha yako yatakuwa na ushuhuda na italetea Mungu sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaangalia ya kwamba tunaona Mungu anafanyaga kazi na watu ambao wanaamini, na watu ambao wanakubali kusema vile yeye anasema, wanakosa kusikiza vile watu wanasema. Sasa tunaona ukiendelea hapo hata 66 tunaona wakiuliza mtoto huyu atakuwa wa namna gani. 66 wanauliza sababu 65 inasema and fear came on all their neighbors, and all these things were talked about through all the hill country of Judea. 66 inasema and all who had them laid them up in their hearts, saying, what then will this child be? For the hand of the Lord was with him. Jina la Bwana lipewe sifa. Ate huyu atakuwa mtoto wa namna gani? Juu sasa walishangaa kama huyu jina lake limebadilishwa na Mungu. Wasasi wake wamesema hataitwa vile sisi tunataka aitwe. Huyu atakuwa mtoto wa aina gani? Na ninakwambia wapendwa, mtoto huyu alikuwa amekuja kutengeneza njia ya Kristo. Yeye alikuwa ametumwa na Mungu atimize makusudi ya Mungu. Ndio maana Mungu hangeruhusu hata wasasi wake wakose kushikania na mbingu vile mbingu ilikuwa inasema. Lazima mama yake angesimama na aseme hapana. Huyu Mungu alimuita jina lake hili, hamtambadilishia jina. Mpendwa, usikubali kubadilishiwa jina lako. Vile mbingu inasema, vile neno la Mungu linakuita, usikubali kuitwa na wengine jina lingine. Kubali kuitwa vile mbingu inakuita. Vile neno la Mungu linasema kuhusu familia yako, vile neno la Mungu linasema kuhusu watoto wako. Jina la Bwana lipewe sifa. Kubali kuitanishwa na vile mbingu inasema. Tunaona ya kwamba Yohana hakuwa mtoto wa kawaida. Jina la Bwana lipewe sifa. Alikuwa ametumwa na Mungu. Alikuwa ameteuliwa. Alikuwa na kusudi maalum kwa maisha yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Pia wewe mpendwa, wewe si wa kawaida. Wewe unayesikiliza hii neno la Mungu siku ya leo, wewe si wa kawaida. Maisha yako si kubahatisha. Ni Mungu alikutuma dunia hii akiwa na kusudi. Una kusudi la Mungu katika maisha yako. Nakwambia wapendwa, kabla watu hawaja kujua, Mungu mwenyewe alikuwa tayari anakujua. Mungu tayari alikuwa anajua hatima yako. Hata kabla hata hujapeanwa kwa tumbo ya mama yako, anasema alikuwa anakujua. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu wetu ana neno la mwisho katika maisha yetu. Usikubali vile hali inakuita dakika hii. Mungu ana neno la mwisho katika maisha yake. Jina la Bwana liinuliwe. Watu walikuwa na mawazo yao kuhusu huyu mtoto. Desturi zilikuwa na nguvu. Juu desturi, unaona mtoto after circumcision after 8 days alikuwa anemiwa after his father kulingana na desturi ya kwao. Lakini mwisho neno la Mungu lilisimama. Neno la Mungu lilishinda. Jina la Bwana lipewe sifa.
Juu ya maisha yako mpendwa, Mungu ana neno la mwisho na anataka ukubaliane na mbingu. Vile mbingu inasema, kubaliana na mbingu. Juu ya afya yako, kubaliana na mbingu. Juu ya maisha yako, juu ya watoto wako, juu ya masomo yako, kubaliana na vile mbingu inasema mpendwa. Usisikilize vile hali inasema, vile hali iko dakika hii. Hiyo ati uko hapo unasema niko mgonjwa, usikubaliane na hiyo hali. Unasema mimi familia yetu iko, usikubaliane na hali hiyo. Wewe kubaliana na ile neno la mwisho ambalo liko na Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mpendwa, omba Mungu mahali huko akusaidie kusimama katika neno lake. Jina la Bwana lipewe. Usimame katika neno la Mungu. Omba Mungu akutie nguvu ili uweze kutii hata mahali panapoonekana kama hakuna njia. Mahali panapoonekana pamejaa upinzani. Wapendwa, kubali kushikania na mbingu ili Mungu akupatie nguvu ya kuweza kushinda katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Acha mkono wa Mungu uwe juu ya maisha yako ili akuwezeshe kutimiza kusudi lake katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, kubali kuwa kile mbingu inasema. Usikubali kukua vile watu wanakuita. Usikubali kukua vile hali inakuita. Usikubali kukua dakika hii ndio uko kwa hospitali, lakini usikubali hiyo hali ikudetermine wewe ni nani. Wewe kuwa kile ambacho kilikuwa katika mawazo ya Mungu akikupeana katika maisha hii. Anasema alikujua hata kabla hujaumbwa katika tumbo la mama yako. Mungu alikuwa anakujua. Wewe sio vile ukoo unasema, wewe sio vile familia yenu inasema, wewe sio vile watu walikuwa wanakujua na maisha yako ya zamani. Wewe ni kiumbe kipya ambacho kimekuja kutimiza ahadi ya Mungu katika maisha hii. Wewe sio kile ukoo wenu inasema. Ati ukoo wenu unasema hamfukagi hapo. Wewe utafuka katika jina la Yesu kwa sababu mbingu inasema hivyo. Watoto wako wataenda bali. Maisha yako wewe utakuwa kile Mungu alikuita uwe. As long as utakubaliana na mbingu. Vile mbingu inasema. Mpendwa, kubaliana na mbingu. Usikubaliane na hali yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wapendwa, hiyo ndio neno la Mungu kwa siku ya leo. Na wapenda, endeleeni kusubscribe, like and share ili tuendelee kuwa baraka katika maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Barikiweni.